Bwana Yesu asifiwe. Jina langu naitwa Mrs. Lucy Kalongoti na nipo hapa leo kukuletea ujumbe unaosema mambo ya sirini. Mungu ana uwezo wa kutufunulia sisi mambo ya sirini. Mungu ana uwezo wa kutuonyesha vitu vingi ambavyo vimejificha. Yamkini kuna ndoto unaota, Mungu anaweza akakuonyesha tafsiri ya hiyo ndoto. Yamkini hata katika safari, Mungu anaweza akakufunulia kitu ambacho kitatokea kwenye hiyo safari. Tukisoma katika kitabu cha Daniel sura ya 2. Daniel sura ya 2 mstari wa 28. Lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadreza mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Ndoto yako na njozi za kichwa chako ulizoziona kitandani pako ni hizi. Bwana Yesu asifiwe. Hapa neno la Mungu linasema lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri. Kwa hiyo Mungu ndiye ana uwezo wa kutufunulia sisi mambo ya sirini. Tunaona habari za mfalme Nebukadreza. Hapa wakati wana wa Israeli walipokuwa uhamishoni, mfalme Nebukadreza aliota ndoto. Na katika hiyo ndoto aliyoota akatoa amri, akawaita waganga na watu wote wenye hekima. Akataka atafsiriwe hiyo ndoto. Mstari wa 4 na 5 neno la Mungu linasema, ndipo hao Wakaldayo wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu, mfalme uishi milele. Tuambie sisi watumishi wako ile ndoto, nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Mfalme akajibu akawaambia Wakaldayo, neno lenyewe limeniondoka. Msiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake, mtakatwa vipande vipande na nyumba zenu zitafanywa jaa. Kwa hiyo hapa mfalme Nebukadneza anaulizwa na hawa wenye hekima ambao wameitwa kutafsiri ndoto. Anaambiwa mfalme, tuambie hiyo ndoto. Mfalme anamwambia ndoto yenyewe nimeisahau. Imagine unaambiwa utafsiri ndoto, alafu hiyo ndoto hujapewa ni ndoto gani. Ni kitu kigumu sana ambacho mfalme Nebukadneza alikuwa anakihitaji. Ni kitu kigumu katika hali ya kawaida huwezi kukijua. Lakini ndio akatoa hiyo amri. Na kwa sababu yeye ni mfalme, na akasema lazima mniambie ndoto pamoja na tafsiri yake. Imagine unaambiwa utaje ndoto aliyoyota mtu mwingine ambaye wewe huijui. Uitaje na pia anahitaji na hiyo tafsiri yake. Ni kitu ambacho kigumu, bila uwezo wa Mungu ilikuwa ni ngumu. Ilibidi mfalme atoe amri ya kuwaangamiza hao wenye hekima wote, kwa sababu waliona kama hakuna mtu ambaye anaweza kutafsiri ile ndoto. Mstari wa 12 unasema, basi kwa hiyo mfalme akaghadhibika sana, akaona hasira nyingi, akatoa amri kuangamiza wenye hekima wote wa Babeli. Mfalme akasema, sasa naona mmeshindwa kutafsiri, kuniambia ile ndoto na kuitafsiri. Akatoa amri waangamizwe. Na katika hao wenye hekima, Danieli akiwemo kati ya hao wenye hekima. Habari zikasambaa, ile amri ikasikiwa na watu wote. Danieli akasikia kwamba mfalme ametoa hiyo amri kwamba wenye hekima wote wanatakiwa wauawe. Daniel sura ya 17. Ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake, akawapasha habari kina Hanania na Mishaeli na Azaria wenzake. Hawa ni ndugu zake, wakina Shadrach, Meshach na Abednego. Mstari 18 anasema, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Huu mstari wa 18 unatuonyesha kabisa kwamba Danieli alimuomba Mungu kwamba amuonyeshe ile ndoto ya mfalme. Huu mstari anasema aliwaambia ndugu zake waombe rehema kwa Mungu ili aweze kuona ile ndoto. Tukiendelea mstari wa 19 anasema, ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. Basi Danieli akamhimidi Mungu wa mbinguni. Danieli alionyeshwa ile ndoto. Mungu alimuonyesha ile siri katika ndoto. Mstari wa 20 nasema, Danieli akajibu akasema, nalihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Mstari wa 21, yeye hubadili majira na nyakati, huuzuru wafalme na kuwamilikisha wafalme, huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Mstari wa 22, yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri, huyajua yaliyo gizani na nuru hukaa kwake.
mstari wa 23 akasema, nakushukuru na kuhimidi Mungu wa baba zangu, uliyenipa hekima na uwezo, ukanijulisha hayo tuliyoyataka kwako, maana umetujulisha neno lile la mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa Danieli alifunuliwa lile neno la siri ambalo mfalme alikuwa analihitaji. Alikuwa anataka ajue ile ndoto na alikuwa anataka ajue tafsiri yake. Mungu akamfunulia hiyo siri Danieli, akaona kila kitu, akaijua ile ndoto ambayo mfalme aliota na akaijua na tafsiri ya hiyo ndoto. Na mwisho wa siku alirudi kwa mfalme, akaenda kumwambia ile ndoto. Hapa tunaona bila Mungu Danieli asingeweza kufanya chochote, kwa sababu alirudi akapiga magoti akamuomba Mungu, akamwambia Mungu, naomba unionyeshe hii ndoto pamoja na tafsiri yake. Na ndivyo Mungu alivyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia mstari wa 48 na 49 kule mwishoni katika hii Daniel sura ya 2, baada sasa ya Danieli kumwambia mfalme ile ndoto, neno la Mungu linasema, basi mfalme akamtukuza Danieli, akampa zawadi kubwa nyingi sana, akamfanya kuwa mkubwa juu ya uliwali wote wa Babeli, na kuwa liwali mkuu juu ya wote wenye hekima wa Babeli. Tena Danieli akamuomba mfalme, naye akawaweka Shadrach na Meshach na Abednego wawe juu ya mambo yote ya uliwali wa Babeli. Lakini huyo Danieli alikuwa akiketi katika lango la mfalme. Amen. Hapa tumeona jinsi ambavyo Mungu anafanya kazi kutuonyesha mambo ya sirini. Tukimwamini Mungu, ana uwezo wa kutuonyesha mambo ambayo hatuyajui na wala hatujawahi kuyaona. Mfalme alitaka aambiwe ndoto ambayo yeye ndo aliiota, lakini akataka aambiwe pamoja na tafsiri yake. Na ndivyo ambavyo Mungu aliweza kumfunulia Danieli. Kwa hiyo wapendwa, Mungu ana uwezo wa kutufunulia sisi vitu ambavyo hatuvijui, vitu ambavyo watu hawajawahi kuviona. Ukikaa vizuri na Mungu, ukimuomba Mungu, ana uwezo wa kukuonyesha mambo ya siri. Amen. Mungu awabariki sana.